usije ukathubutu. Usije ukathubutu. La sivyo, nitaweka kichwa chini, miguu juu. Tena nifukuza na naambia niondoke. Semeni, chunga sana mkono wako. Sitaki urudie kumpiga huyu mwanamke. Naomba umheshimu na utambue kuwa huyu ni mwanamke kama wewe. Huyu ni mke wangu. Sio mchepuko, ni mke wangu. Kwa hiyo sitaki. Chunga sana. Ukitaka kujua upande wangu wa pili, nyanyua mkono wako, mguse huyu. Mwenda wazimu wewe. Dadi, niambie leo unataka kula nini baba? Maana leo nataka niingie jikoni kwa ajili yako. Mimi sana vyakula vya kwetu. Nahitaji ndizi na nyama. Basi sawa. Wewe nenda kaendelee na kazi baba. Alafu mimi nenda jikoni kupikia. Nahitaji nikapike nawe pamoja. Daddy. Thank you. Baba, kuna kitu nataka nizungumze na wewe. Kumbe bado unatambua kwamba mimi ni baba yako. Nilizani sina hicho cheo. Sio hivyo baba yangu. Najua kwamba bado hujakubali mahusiano yangu mimi pamoja na John. Lakini nina imani ipo siku utayapokea. Acha kumunya maneno. Nenda kwenye pointi. Ni kuhusu huyo mwanamke uliyomleta ndani baba. Hivi unawezaje kufanya hivyo? Sandra, wewe ulimchagua John mbele yangu. Semeni amenisaliti. John sio mwanangu. Hivyo kati yenu nyinyi nyote, mimi peke yangu ndo sina mtu wa kumtegemea wala mtu wa kunielewa. Hivyo basi, naomba mniache na maisha yangu. Ninachokifanya nakijua vizuri na natambua. Hivyo basi, nyinyi wote ni watu wazima. Na mimi kama baba, ndio maamuzi niliyochukua. Nimeamua kutafuta faraja yangu. Kwa hiyo sitaki kupangiwa na mtu yeyote. Lakini baba, hivi ulishakaa ukamchunguza huyo mwanamke? Au umefanya maamuzi kwa ajili ya hasira tu? Yule ndo mwanamke ambaye nimemchagua mimi. Hakuna mtu yeyote wa kunipangia. Mimi ndio mwenye maamuzi. Ila naomba ukumbuke jambo moja. Kamwe sitoruhusu wewe na John mkawa pamoja. Wewe inatakiwa uolewe na King. Na hiyo mimba mimi siitambui. Inatakiwa itolewe. Hivi unajua unaweza kuwa na shilingi 10,000 ukapata bando GB 10 na unaweza kuwa na shilingi 15,000 ukapata bando GB 15. Ndiyo, hayo ndo mambo ya Chris Bando.
Kinachotakiwa ni kuwa tuna line ya Halotel. Na kubwa zaidi ni kwamba Chris Bando kifurushi chake kinadumu ndani ya miezi 8 na utaratibu wake ni rahisi kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kulipia kisha Chris Bando anakuunga bando. Chris Bando ana namba 4 ila mimi nitakutajia 2. Namba ya kwanza ni 0615 75 43 03 na namba ya pili 0717 04 80 48. Hakikisha jina linatokea Christopher Luhoga. Chris Bando, Bai Kitonga. Tumeyamaliza mambo, mbona tumeyamaliza? Ewe, mimi nasemeni udugu wangu. Mambo ni tumeyamaliza mambo, mbona tumeyamaliza? Wapi shogangu, semeni wewe. Mali za Mr. Tano hizo zinakuja. Sasa hapa nitabadilisha furniture, nitabadilisha mapazia, feni mama, nitajimaliza na hizo mali vipi? Tumeyamaliza mambo. We mama wewe. Hivyo una akili kweli? Yaani unakapa unajimbisha na kujichezesha, una relax kabisa. Hata hujui kinachoendelea. Yaani mimi sitaki hata kujua kinachoendelea kitu gani. Jamani, kwani tuache hata kufurahi? Hebu niacheni mtoto wa watu mimi nijifurahishe, mali za Mr. Tano hizo zinakuja. Ndugu, wewe upo kwa John. Semeni upo kwa Mr. Tano. Haya, niache hata kufurahi. Niacheni bwana. Ndiyo, Semeni amerudi nyumbani. Lakini Mr. Tano hataki hata kumuona. Tena kibaya zaidi. Hivi unaamini kama na Semeni tunalala chumba kimoja? Na Mr. Tano ameoa mwanamke mwingine. Yaani nyumba ipo tafulani. Hey. Mbona mali zangu naenda kuzikosa sasa jamani? Haya, huyo Semeni mwenyewe ana mpango gani? Na kwanza na hizo mali wameshagawana au bado? Hapana. Mr. Tano bado hajatoa jibu kama wanagawana ama la. Haya, huyo mwanamke mwingine ametoka wapi? Yaani mimi hata sijui. Tano haya mahusiano ameyatoa wapi. Lakini kwa jinsi ninavyoyaona, yale yapo serious, ni wanapendana. Kwa sababu hata Semeni mwenyewe amesema sio mara ya kwanza wala mara ya pili kuwaona pamoja. Kwa hiyo na Semeni mwenyewe anasemaje yani kwa hili? Hana usemi wowote. Kwa sababu hata Mr. Tano mwenyewe hajatoa jibu kwamba wanagawana au hawagawana. Kila kitu kishaenda mrama sasa. Nilitegemea kwamba mali za Mr. Tano zitakuja mapema. Semeni naye chizi yule. Shani malizia pawa hapa. Tumia jina la mwanasheria. Kwa hiyo naomba ufuatilie kiundani zaidi na hakikisha unachimba iwezekanavyo. Sawa. Okay. Sawa. Babe, karibu chakula. Unajua toka asubuhi jala chochote, uko busy na kazi tu. Twende ukale. Haupaswi kufanya hivyo tukiwa wawili chumbani. Utambue, haya ni maigizo tu. Na mimi nakulipa kwa sababu ya hii kazi. Sawa. Lakini nakupenda. Umefuata nini hapa? Najua tufahamiani hata majina. Naitwa Naomi. Mr. Tano kaniambia vingi sana kukuhusu. Kwa hiyo
Sandra, hapa ndani ukimtoa baba yako, mtu mwingine ni mimi ambaye sina nia mbaya na wewe. Lakini hawa wengine wote waliobaki humu ndani ni kama maadui zako tu. Nilitamani mimi na wewe pamoja na baba yako tukawa kitu kimoja. Hivi unaweza kuniambia wewe ni nani haswa? Au umefuata nini humu ndani? Kwa sababu katika kumbukumbu yangu sidhani hata kama niliweka kibango huko nje natafuta ndugu au rafiki. Kitu chingine, kaa mbali na maisha ya baba yangu, kwa sababu wasichana kama wewe na wajua vilivyo. Sandra, kama ambavyo wewe hauwezi kukaa mbali na John, basi hata mimi siwezi kukaa mbali na baba yako, kwa sababu nampenda sana. Nisikilize wewe. Kama unataka utoke humu ndani unatambaa, basi ingilia mahusiano yangu mimi pamoja na John. Nitahakikisha utembei hata kidogo. Usinitishe wewe. Yaani nilitegemea humu ndani watu watakao kuja kunielewa, basi wewe utakuwa namba moja. Kwa sababu wewe uko tayari kumpinga baba yako ili uwe tu na John. Alafu ulishawahi kuona wapi mama na mtoto wakolewa na baba na mtoto? Hata Afrika yetu hii, hiyo kwetu haipo. Hata kwa wazungu nadhani vile vile haipo. Usinitishe Sandra. Tena usisubutu kunitisha. Hivi unajua nini? Hata ukimuita hapa Mr. Tanu sasa hivi, ukamwambia chague mtu wa thamani kwenye maisha yake kwa sasa, kati yangu mimi, malkia wa hii nyumba, na wewe mtoto wake, basi atanichagua mimi, kwa sababu wewe umeshakuwa ugonjwa wa moyo kwake. Yaani mimi nilijua umeondoka moja kwa moja, kwa sababu sioni haja ya kung'ang'ania kukaa hapa bila sababu yote ile ya msingi. Kama ni uchumba umeshakufa, sasa sioni sababu ya kugandaganda hapa bila sababu yoyote ile. Naomi, acha kujifanya umepata kumbe umepatikana. Kama upo hapa kwa ajili ya mali za Mr. Tanu, basi umegonga mwamba. Hivi, Suzi, unadhani mimi ni mjinga kama wewe? Unadhani mimi ni mpumbavu kama wewe? Mtu usiojielewa, hujui nini unafanya? Mimi sipo kama wewe. Mwanamke ambaye umeshindwa kumshika bwanako mpaka amechukuliwa na ndugu yake. Alafu kingine, mwambie shoga yako ex-wife akae mbali na mimi. Asinikurupukie kabisa, kwa sababu nitasababisha mfukuzo humu ndani mmoja baada ya mwingine. Mkaniona mbaya. Sitaki. Sikiliza nikwambie, unatakiwa kuwa makini, kwa sababu wewe ni adui wa kila mmoja. Sema shida yako. Umenitoa nyumbani mpaka hapa. Natumai una kitu cha maana cha kuongea na mimi. John,
Najua bado umenikasirikia. Lakini kama mimi mama yako nisipopambana, unahisi future yako itakuwaje? Mimi sitaki watoto wako waje kupata shida. Nahitaji watoto wako waje kuwa na maisha mazuri. Lakini pia wasome kwenye shule za gharama ambazo wewe umesoma, John. Mama, go straight to the point. Unamaanisha nini? Okay. Nataka unisaidie kupata haki yangu. Najua nilikosea, John. Lakini bado nina nafasi ya mimi kupata haki yangu. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo mimi nimechuma nikiwa na Mr. Tano. Kwa hiyo hawezi tu kuniacha kirahisi rahisi na mimi nikakubali. Wewe kama mtoto wa kiume, John, unatakiwa kusimama na mimi. Unatakiwa kupambana. Unatakiwa kutetea mama yangu nipate haki yangu. Hivi mama, unajua kama baba akiipeleka hii kesi mahakamani, akapeleka na ushahidi wa kutosha, jinsi ulivyomuongopea, akanilea mimi tangu miaka hiyo mpaka sasa. Ukija na swala la ukweli kuhusu Sandra, na swala la yule mlinzi uliyemleta pale getini, na mengine mengi ambayo umewahi kumtendea, unadhani utapata hata 100 wewe? Mwisho wa siku utaishia gerezani mama. Utafungwa kwa kosa la utapeli, kuhujumu mali za watu na kosa la utekaji. Lakini mama, mimi sipo kabisa kwenye hiyo mipango yako, wala sitaki unishirikishe hata kidogo. Kama kweli unajali maisha yangu au unajali future yangu kama ambavyo unasema, basi achana kabisa na haya mambo ya mali na uendelee na maisha yako. Kwa sababu ikitokea umekamatwa, mimi sintakuwa upande wako kabisa. John. Sandra, mimi sio mkaaji sana. Nilikuja nikusalimie tu kwa sababu toka siku zile hatujawasiliana wala kuonana. Na ndio maana nikasema leo nije nikusalimie. Niko sawa. Alafu uliniambia unataka kuongea na mimi. Niambie, ni kitu gani hicho? Nilikuwa nataka kukuambia kwamba Ken, si uongee? Nilikuwa nataka kukuambia Wanangu, huwa nafarijika sana ninapowaona mkizungumza na kutabasamu kama hivi. King, ukimaliza mazungumzo na mwenzio, basi hata mimi nataka kuzungumza na wewe. Sawa baba. King, naomba unisikilize. Sijui baba anataka kukuambia nini, lakini kama ni kuhusu swala la mimi kuolewa na wewe, naomba usahau. Na umwambie kabisa baba kwamba haunitaki, haunipendi, yani kataa. Lakini Sandra, ni kwa nini mara zote umekuwa ukiumiza moyo wangu? Jaribu basi kujali hata mimi hisia zangu. Anyway, basi niambie unataka niwe mwanaume wa design gani kwako? Naweza nikajirekebisha na nikawa mwanaume unayempenda. Niambie, unataka niweje labda? King, kamwe huwezi kuwa mwanaume ninayemtaka mimi. Labda ulale uamke, afu uwe na tafsiri ya John. Nakutakia maongezi mema wewe pamoja na baba.
Sawa. Itabidi nimwambie baba ukweli. Na itabidi iwe haraka sana ili niweze kumpata na kumuoa. La sivyo kila kitu kinaweza kuharibika. Sandra, nina mazungumzo nawe kidogo. Tutaongea wakati mwingine. Nina mambo mengi sana ya kufanya Winnie. Sandra, lakini ni muhimu sana. Hebu tuongee basi. Winnie, nielewe. Niko busy sana. Yaani kuna vitu kibao vinanichanganya. Tutaongea baadaye, sawa? Joni na mamake wanatoka wapi saa hizi? Na mbona Joni hakuniambia chochote wala kuniaga?